Na tumekuwa hapo kwa sababu tulikuwa tunataka kufanya uchunguzi wa sheria zile ambazo zinatumika hapa Tana River County, na tumepata habari kwamba kuna sheria nyingi ambazo zinatumika hapa Tana River County ambazo hazijapitia County Assembly kupigwa mswasa. Kuna sheria mingi ambazo hazijapigwa msasa wa kisheria na kuonekana kwamba zinaweza kutumika. Sheria ndio iwe ni sheria ambayo inakubalika, lazima ipitie kwa uhamasishaji wa umma, ile tunaita public participation. Lazima iangaliwe madhara yake, kama labda kuna mahali ambapo inaingiliana na maisha ya binadamu. Na tumeona kwamba Tana River County, na ndio sababu unaona labda gavana ametoroka, sababu anajua yale makosa amefanya. Unaona kwamba kuna sheria ambayo iko kwa kazi saa hii, inaitwa Section 16 of the Tana River County Early Childhood Development Act 2016, ambayo sasa inatumika na bado haijapigwa msasa. Kuna Section 40 of the Tana River County Village Polytechnics Act 2016 inatumika na haijapigwa msasa. Kuna Section 38 of the Tana River County Older People Persons Act 2019 na haijapigwa msasa na inatumika. Kuna Section 52 of the Tana River County Persons with Disability Act 2019 inatumika na bado haijapigwa msasa na County Assembly. Na vile vile kuna Section 38 of the Tana River County Ward Bursary Fund and Administration Act 2014 na bado haijapigwa msasa. Hizi ni baadhi ya sheria nyingi sana zile zinatumika hapa Tana River County na zijapitia County Assembly zipigwe msasa ndio ziweze kutumika kwa ile mikakati ya ku-engage watu, ile tunaita public participation, regulatory impact assessment na mambo mengine yale ambayo yanahitajika kisheria. Kwa hivyo ukiangalia katika nafasi ya lands and physical planning, agriculture, livestock, fisheries and veterinary services, kuna vile vile act kama 3. Kuna Tana River County Agriculture Development Act 2016 inatumika. Kwa hivyo vile vile unaona kuna Tana River County Livestock Grazing Control Act, kuna Tana River County Minor Irrigation Act na zingine nyingi. Kwa hivyo inaonekana kwamba iko koni nyingi sana zinakusanywa hapa Tana River County bila kuzingatia mikakati ya kisheria ama kuzingatia sheria zile ambazo zinahitajika kupitishia maneno kwa County Assembly ndio zipigwe msasa. Na ndio sababu naona gavana wa Tana River County ametoroka. Hii kamati tumetumia gharama kutoka Nairobi, tumetumia masaa, tumepiga safari mpaka hapa, na gavana angepata hata heshima kidogo tu ya kutuambia kwamba hata kuweko. Kwa hivyo hii tunasema kwamba tukirudi nyumbani, tukirudi Nairobi, tutaweza kuandika waraka, tutaweka kutengeneza sheria zile ambazo tutatufuatilia sheria zetu, tuone kwamba gavana amewajibika.